Cha kwanza, zingatia mbegu ambazo unanunua. Cha pili, andaa shamba mapema ili kuua vimelea ambavyo vipo chini ya ardhi. Fuata njia hizi. Unaona mimi hili shamba hili na mbegu ambazo ni F1 aina ya Gloria. Hiyo ni mbegu hapo ambayo ni nzuri sana, ambayo inafanya vizuri sehemu nyingi sana, ambayo inafanya vizuri hiyo mbegu. Pia katika kwenye uwekaji wa mbolea, zingatia weka mbolea unapopanda mbegu. Weka mbolea ambayo ya kupandia. Baada ya siku 15 weka tena mbolea. Baada tena ya siku 15 weka mbolea. Baada tena ya siku 15 weka mbolea. Sasa una siku 45. Zao lako la kabeji litakuwa limekaa vizuri. Utaweka mara ya mwisho, utakuwa umekamilisha siku 60, ambao na kabeji yako itakuwa tayari imekaribia kuiva. Itakuwa imebakiza kama siku 15 mpaka 20. Unaona mimi hapa, mimi kabeji hii imebakiza kama siku 20 tu nivune, kama unavyoona namna hii. Hapa nimebakiza siku 20 tu kama unavyoona. Nimefuata njia hizo. Aina ya madawa ambayo nimetumia Snow Tiger, nimetumia Pomagadi inaua vidudu vingi aina nyingi sana, na Snow Tiger inaua vidudu aina nyingi sana. Kwa maana hiyo kabeji inahitaji dawa ambazo zinafanya vizuri shambani. Usitumie dawa ambazo za kawaida tu, kwa sababu kabeji inapendwa sana na wadudu. Ukitumia dawa ya kawaida utawapa nafasi wadudu waweze kushambulia katika kwenye shamba lako, na kwa siku kabeji utajikuta unavuna kiwango ambacho ni cha chini. Lakini hii ukiangalia hapa, nimetumia dawa ambazo zinazotakiwa kutumia kwenye zao la kabeji. Ndio maana unaona namna hii kabeji yangu ipo vizuri kama unavyoiona. Kabeji yangu ipo vizuri kama unavyoiona. Kwa maana hiyo nimefuata ratiba ambayo natakiwa, ndio maana nimefanya vizuri. Cha kuzingatia, magugu hayatakiwi yaonekane shambani. Shamba lako linatakiwa liwe leupe ili kulinda shamba lako likae vizuri kama unavyoona.